Jimbo la Tanga Kusini, kwa Askofu Peter Mbwambo. Natokea kanisa la TAG Majani Mapana pale Muheza. Ni mchungaji msaidizi, niko chini ya Askofu Peter Mbwambo. Bwana Yesu asifiwe. Nimeoa, nina watoto wawili. Mwanangu wa kwanza anaitwa Princess na mwanangu wa pili anaitwa Thompson. Bwana Yesu asifiwe. Basi kwa utambulisho huo, naomba tuende kwenye maneno ya Mungu jioni ya leo. Yako maneno ya Mungu jioni ambayo tunakwenda kuyatazama wote kwa pamoja. Basi kabla sijaendelea na neno, ngoja niombe. Baba, katika jina la Yesu, wewe ndiwe Mungu mwenye uweza, nguvu na mamlaka. Tuna kila sababu ya kukutukuza na kukuinua, mfalme wa uweza. Wewe ndiwe Mungu uliyetupa neema na kibali jioni ya leo kuwepo nyumbani mwako, wala si kwa akili zetu na wala si kwa ujanja wetu, ila ni kwa sababu wewe Mungu umeruhusu tuwepo jioni. Na ndio maana Bwana tuko mahali hapa. Ni wakati mzuri Mungu wa kwenda kusikia maneno yako ya uzima. Bwana Yesu, ninakualika sasa mahali hapa. Baba, nenda kaonekane Mungu. Nenda kajifunue, mfalme wa amani. Elishadai, tumwa wako nimesimama mahali hapa Bwana. Nenda kanitumie kama kipaza sauti kufikisha ujumbe ule ambao Bwana umeweka ndani yangu. Mungu, nenda kaonekane kwa watu hao kupitia neno lako Bwana. Mungu, kila mmoja akapate kufunguliwa, akatoke hatua moja na kwenda hatua nyingine. Kama kuna magonjwa jioni ya leo yakaondoke. Kama kuna shida yeyote jioni ya leo ikaondoke. Pingana na mapenzi ya Mungu. Tunavyosikiliza na kuitikia wito wa Yesu, kushinda thawabu inatusubiri. Tutakwenda kuangalia pia malengo ya somo yetu. Yako malengo mawili. Tutakapokwenda kujifunza somo hili ni nini ambacho tutakwenda kukipata. Jambo la kwanza, kuimarisha imani zetu katika Yesu ili kutiwa nguvu za kushinda. Kuimarisha imani zetu katika Yesu ili kutiwa nguvu za kushinda. Jambo la pili, kupata uelewa sahihi wa kile Mungu anakitegemea kutoka kwetu kuishi kama washindi. Na maandiko ya somo letu tutakwenda kuangalia katika kitabu kile cha waraka wa kwanza wa Yohana, sura ile ya 5 mstari ule wa 4 na wa 5. Waraka wa kwanza wa Yohana, sura ya 5 mstari wa 4 na wa 5. Aliyepata naomba nisomee waraka wa kwanza wa Yohana. Amen. Amen. Maandiko yanatuambia ya kwamba kwa maana
kila kitu kilichozaliwa na Mungu ushinda ulimwengu. Inamaanisha kwamba wewe na mimi ambaye tumemwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tumezaliwa na Mungu na tuna kila sababu ya kushinda ulimwengu. Wenye kushinda ulimwengu ni wewe na mimi ambaye tunaamini kwamba Yesu Kristo, tumemwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Kila ambaye amemwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, yeye anayo sababu ya kushinda ulimwengu, kwa sababu Yesu ambaye tunamwamini yeye alishinda ulimwengu. Yeye alishinda mifumo yote ya kidunia, mambo yote ya kiulimwengu aliyashinda. Hivyo basi wewe na mimi ambaye tumemkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, lazima tutashinda mifumo yote ya kidunia, lazima tutashinda mambo yote ya kiulimwengu. Hata kama mambo yatakuwa magumu kiasi gani, lakini kwa sababu tumemkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, ni lazima tutashinda mambo yote ya kiulimwengu. Hakuna jambo lolote ambalo tutakutana nalo katika maisha yetu litakalotabisha tuweze kushindwa, kwa sababu tunaye yeye aliyeshinda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo yeye alishinda mambo ya ulimwengu, na ndio maana wewe na mimi tunatiwa moyo kwamba tuna kila haja na kila sababu ya kushinda ulimwengu, kwa sababu yeye tuliyemwamini ameshinda ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tutakwenda kuangalia mambo manne ya kutuwezesha, ya kututia nguvu ili tuweze kushinda ulimwengu. Yako mambo manne ya msingi ya kuzingatia ili kutiwa nguvu za kushinda ulimwengu. Jambo la kwanza, lazima tujue kwamba tuko katika vita vya kiroho. Lazima tujue kwamba tuko katika vita vya kiroho. Dunia tunayoishi sio uwanja wa michezo, ni uwanja wa vita. Habari njema sana kwamba Yesu ametangulia kushinda vita hivyo kwa niaba yetu. Yuko nasi siku zote. Hii dunia ambayo tupo sio dunia ya uwanja wa michezo tu, lakini ni dunia ya uwanja wa vita. Lakini habari njema ni kwamba Yesu ametangulia kushinda vita kwa niaba yetu, na huyu Yesu yuko pamoja nasi siku zote. Angalia katika kitabu kile, Injili ya Yohana sura ya 16 mstari ule wa 33. Injili ya Yohana sura ya 16 mstari ule wa 33. Aliyepata naomba alisomee. Hayo nimewaambia mpate kuwa na amani ndani yangu. Ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Maneno hayo aliyaongea Bwana Yesu mwenyewe akiwa anawaambia wanafunzi wake. Anasema maneno hayo nimewaambia ili mpate kuwa na amani. Ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Tumemwamini Yesu ni kweli, tumempokea Yesu ni sawa, lakini tukumbuke kwamba tuko katika dunia ambayo imejaa shida, adha na taabu.
Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wala usiogope, usiogopeshwe na kitu chochote kile. Amen. Inawezekana unakutana na mambo mengi ambayo yanakukatisha tamaa. Inawezekana umekutana na mambo yanayokatisha tamaa, yanayokuogopesha, lakini pamoja na mambo hayo yote, wala usiogope, wala usitetemeke, bali wewe mwangalie yeye. Amesema ya kwamba yeye ameshinda vita kwa niaba yetu, vita iliyoshinda, ili ya kwamba wewe unayemwamini upate kushinda na wewe, au unaacha wewe ya kurudi nyuma, ya kuogopa, ya kukata tamaa. Usikate tamaa tu. Amina. Amen. Yesu uliyemwamini ni Yesu ambaye ameshinda. Sizungumzi habari za Yesu ambaye mpaka leo hajashuka msalabani. Ninazungumza habari za Yesu aliyeshinda kifo, mauti na dhambi, ambaye hata na sisi tuliyemwamini tuna uwezo wa kutembea kifua mbele, kwa sababu Yesu wetu ameshinda. Yesu wetu ameshinda. Hata na sisi tuna uwezo wa kushinda tena. Tuna uwezo wa kushinda kwa sababu yeye ameshinda vita kwa niaba yako. Ameshinda vita kwa niaba yangu. Ameshinda vita kwa niaba ya wote watakaomwamini, kwa niaba ya wote watakaomkubali. Amina. Haleluya. Amen. Yesu ameshinda vita. Una kila sababu ya kujivuna kwa huyu Yesu. Una kila sababu ya kujidai kwa huyu Yesu, kwa sababu Yesu wako ameshinda. Kwa sababu Yesu wako yeye amekutetea vita. Alishinda vita kwa niaba yako. Aliona ya kwamba wewe mwenyewe hauna uwezo wa kushinda. Ngoja nikwambie jioni ya leo, wanadamu, kwamba mwanadamu ana uwezo wa kushinda mifumo ya kiulimwengu, ana uwezo wa kushinda mifumo ya kidunia, lakini ambaye anashinda ni yeye ambaye amemwamini Yesu, amemkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Wewe na mimi tumemkubali Yesu, na ndio maana tunasema ya kwamba tuna kila sababu ya kushinda, kwa sababu Yesu wetu ameshinda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, tunatiwa nguvu na kweli ya neno la Mungu. Tunatiwa nguvu na kweli ya neno la Mungu. Inasema kwamba neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, lina ukali kuliko upanga wa moto ukatao kuwili, zaidi inaweza kugawanya viungo vya ndani. Ukweli ni kwamba siku zote huongoza hatua zetu na kutuimarisha tunapopitia majaribu, vikwazo, changamoto. Kama Yesu alivyotumia neno la Mungu kushinda majaribu ya shetani, hata na sisi tunaweza kutumia neno la Mungu tukashinda na tukabaki salama kwa uongozi wake. Utaangalia maandiko katika kitabu kile cha Mathayo sura ya 4 mstari ule wa kwanza hadi wa 11. Mathayo sura ya 4 mstari wa kwanza hadi wa 11. Hapo nakwenda kusoma kwa wakati wako, lakini inazungumzia wakati Yesu anaingia kwenye majaribu. Biblia inaeleza ya kwamba alichaguliwa na Roho mpaka nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Alikuwa amefunga siku 40. Wakati amefunga siku 40, hatimaye akawa ameona njaa, maana maombi yake yalikuwa ni mchana na usiku. Akaona njaa. Baada ya kuona njaa, jaribu akamjia, akamwambia ya kwamba ikiwa ndiwe mwana wa Mungu, badili mawe haya yawe mikate.
kampeleka kwenye kinara, akamweka kwenye kinara cha hekalu, akamwambia ya kwamba usitupe, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake akuchukue mikononi mwake, usijikwae mguu wako katika jiwe. Yesu na yeye akamjibu akamwambia ya kwamba imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Shetani akaona haitoshi, akamchukua tena, akampeleka moja kwa moja hata kwenye mlima mrefu, akamweka juu, akamwonyesha miliki yote ya dunia, akamwambia ya kwamba ukianguka kunisujudia, miliki yote nitakupa. Shetani akamwambia, Yesu akamwambia ya kwamba Shetani, imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, muabudu yeye siku zote. Shetani akamwacha, wakaja malaika wakaja kumsujudia. Nataka nini nikuambie jioni ya leo? Ukiwa umejaa neno la Mungu, neno likiwa liko ndani yako, hata kama kuna mambo ya kiulimwengu ambayo yanataka kukusababisha yakutoe, utajibu kupitia neno la Mungu. Hata kama majaribu yatakuja, utajibu kupitia neno la Mungu. Si kwamba tumeokoka hatuwezi kujaribiwa, tunaweza kujaribiwa, lakini ndani yetu tukiwa tumejaa neno, lile neno litatusaidia kuvuka. Maana tunaona Yesu alichukuliwa akawa amejaribiwa, lakini kwa sababu ndani yake alikuwa amejaa neno la Bwana, neno la Mungu lilikuwa ndani yake. Majaribu yalipokuwa yanakuja, mjaribu alipokuwa anamjia, na yeye anajibu kwa neno. Shetani anajua maandiko, Shetani anayajua maandiko. Hivyo basi wewe na mimi lazima tuwe tumejaa neno la Bwana ndani yetu, ili ya kwamba majaribu yote yatakayokuja tuweze kujibu kupitia neno la Bwana. Hauwezi ukajibu hayo mambo kama neno la Bwana haliko ndani yako. Mtu mwenye neno ana ujasiri wa kujibu yale yote yanayomjia, kwa sababu anarudi kwenye neno. Ili jaribu limekuja, neno la Bwana linasemaje? Neno linaniambiaje? Anatembea na neno, neno linamwezesha kuvuka. Yesu aliwezeshwa na neno, alitembea kwenye majaribu, lakini kwa sababu ndani yake alikuwa amejaa neno, likamwezesha kuvuka. Shetani alipoleta majaribu yake, na yeye alimjibu kwa neno. Na ndio maana jioni ya leo ninakueleza ya kwamba ujae neno. Mtu wa Mungu, jaa neno. Ukiwa umejaa neno, hilo neno linakuwezesha kuvuka, linakuwezesha kutembea, linakuwezesha kuwa imara, linakuwezesha kuwa sawasawa na vile Bwana anavyotaka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unafikiri ni nini kingetokea kama Yesu asingekuwa amejaa neno? Si shetani angeshinda, lakini kwa sababu yeye alikuwa amejaa neno, akuweza shetani, akuweza kumshinda Yesu, kwa sababu na yeye neno lilikuwa limejaa ndani yake. Na ndio maana jioni ya leo inakueleza ya kwamba mtu wa Mungu lazima uwe umejaa neno la Mungu ndani yako. Lazima neno liwe limekaa kwa wingi ndani yako, ili majaribu yanapokuja unaweza ukashinda kupitia neno la Bwana. Neno la Bwana litakuwezesha kushinda majaribu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jaa neno, mtu wa Mungu. Jioni ya leo natamani ujae neno. Jambo la tatu, maombi. Tunatiwa nguvu na maombi. Tunatiwa nguvu na maombi. Tunapokuwa watu wa maombi katika maisha yetu, tunatiwa nguvu ya kushinda wakati wa magumu na mazito tunayokutana nayo katika maisha yetu, hata katika huduma zetu. Bwana Yesu asifiwe.
Hii utaangalia katika Mathayo sura ya 26 mstari ule wa 39 hadi 45. Injili ya Mathayo 26:39 mpaka 45. Wakati Yesu yuko na mzigo mzito, kabla hajakamatwa, mzigo umemwelemea, anaendea msalaba, lakini kuna mambo magumu ambayo anayaona mbele yake. Aliamua kwenda kuomba. Na wakati huo ukisoma hapo mahali utaona kwamba aliwachukua wanafunzi kadhaa, akaenda nao kwenye maombi. Na wakati anaomba, anaona ule mzigo jinsi ulivyo, anauona mzigo jinsi ulivyo mzito. Anamwambia, Baba, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, lakini si kama nitakavyo mimi, lakini mapenzi yako yatimie. Aliongea hivyo kwa sababu ya ule mzigo ambao ameuona mbele yake, mzigo wa kuikomboa dunia, mzigo wa kumkomboa mwanadamu, mzigo wa kukomboa wewe na mimi. Ulikuwa ni mzigo mzito. Tunapokuwa kwenye maombi, ule mzigo tunatiwa nguvu, ili kwamba ule mzigo, ili kwamba tuwezeshwe kutiwa nguvu ya kushinda na kupenya kwenye hayo magumu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alitiwa nguvu, alitiwa nguvu ili awezeshwe kuendea msalaba, ili awezeshwe kukomboa wanadamu. Maana jambo alikuwa rahisi, lilikuwa ni jambo gumu, ilihitaji nguvu ya Mungu iwe ndani yake ili aweze kushinda. Hata wewe na mimi, ili tuweze kushinda, lazima tutiwe nguvu. Na hiyo nguvu inapatikana kwenye maombi. Hiyo nguvu inapatikana kwenye maombi. Ukiwa mtu wa maombi ndani yako, hata kama magumu na mazito yatakuwa yanakuja kwako, Mungu ana uwezo wa kukushindia, na uwezo wa kukutetea, na uwezo wa kukupigania, kwa sababu akiangalia uko tayari wewe mwenyewe, umejitoa 100%, unamtafuta Mungu kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maombi ndiyo yatakayosababisha kubadilisha hali ya hewa. Hakuna kitu chochote ambacho kinaweza kubadilisha hali ya hewa katika maisha yako isipokuwa ni maombi. Jioni ya leo ninakueleza ya kwamba lazima uwe mtu wa maombi, maana hata yeye tunayemfuata, yeye aliomba alipokuwa anauendea msalaba. Maombi alikuwa ni sehemu ya maisha yake. Wakati wote yeye alikuwa mtu wa maombi. Anakwenda kuomba, anaomba asubuhi, anaomba mchana, anaomba jioni. Wakati wote maombi yalikuwa ni chakula chake. Jioni ya leo ninakueleza, lazima uwe mtu imara, lazima ushinde majaribu utakapokuwa mtu wa maombi. Uwe mtu wa maombi katika maisha yako. Panga kuomba hata kama unaona vikwazo, lakini pamoja na vikwazo, shinda vikwazo. Uwe mtu wa maombi. Ukiwa mtu wa maombi, Bwana anakutia nguvu. Nguvu zetu sisi hatupati kwa kunyanyua vyuma, hatupati nguvu kwa kufanya sana mazoezi. Nguvu za kiroho zinakuja kwa kumkaribia Bwana, kwa kuwa na faragha na Mungu, kwa kuwa mtu wa maombi wakati wote. Unapokuwa mtu wa maombi wakati wote, ndipo nguvu za Bwana zinaongezeka ndani yako, ndipo nguvu za Bwana zinajaa ndani yako. Inawezekana wengine wakakuambia unaomba wakati wote, una shida gani? Lakini unachojua ya kwamba inataka nguvu za Bwana, inataka nguvu za Bwana. Jioni ya leo ninakueleza, ili nguvu za Bwana zijae ndani yako, lazima uwe mtu wa maombi. Lazima uwe mtu wa maombi. Maombi ndiyo yatakusababisha uwe nguvu ya kiroho iongezeke ndani yako. Nguvu ya kiroho haiongezeki kwa kusoma neno. Lazima usome neno, lakini ndani yake uwe na maombi. Ukiwa na maombi, nguvu zinaongezeka. Mtu wa ndani ananenepa, mtu wa ndani ananenepa. Inawezekana mwili wa nje ukazofika, lakini mtu wa ndani ananenepa. Nataka nikwambie jioni ya leo, kuza roho kuliko kukuza mwili. Kuza roho kuliko kukuza mwili.
lakini unajua unachokifanya. Watu ukipita, wengine wanakushangaa, wanaona ni mtu asio wa kawaida, kwa sababu ile nguvu iliyoko ndani yako, ile nguvu iliyoko ndani yako. Unaweza ukanenepa kwa nje, lakini kwa ndani ukawa umekonda, lakini kwa ndani ukawa umekonda. Na ndio maana nakueleza jioni ya leo, kuza roho kuliko kukuza mwili. Maana unapokuza roho, mtu wa ndani ana matokeo makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maombi yanabadilisha hali ya hewa. Maombi yanasababisha mambo yatokee. Ngoja nikupe ushuhuda kidogo. Baada ya kuoa, nimeoa 2014. Wakati nimeoa, ilikuwa ninaishi kwenye nyumba ya kupanga kabla nyumba yangu haijaisha. Kwenye ile nyumba ya kupanga tulikuwa tumekaribiana na bibi moja. Yule bibi alikuwa ni mchawi. Nakumbuka kuna watu ambao tulikuwa tumepanga nyumba moja, walikuwa na mazoea sana na yule bibi. Ilikuwa asubuhi nikiamka, ninakwenda kazini kwangu, ninakwenda dukani, wanabaki na mke wangu. Siku moja wakalopoka, wakasema kipindi hicho mke wangu ana mtoto. Wakawa wanamuita dada Eliza, mume wako sisi hatumwezi. Kwa mawazo ya mke wangu, aliwaza kwamba labda wale mabinti mimi wananitaka au nimewahi kuwatongoza. Hakuwahi kuniambia. Siku zimeenda, mke wangu akashika ujauzito. Aliposhika ujauzito, vituko vikaanza kutoka kwa yule bibi. Anawatumia wale mabinti ambao tuko nao tumepanga nyumba moja. Wanafanya vituko, mara siku nyingine wanakuja kuvunjia nazi jikoni. Vituko vimeendelea, mke wangu aniambie. Sasa siku moja, wiki ambayo anakaribia kujifungua, ilikuwa tumelala usiku, saa 9 usiku. Nikashangaa mke wangu ananiamsha, ananiambia niombe. Nikamwambia lala, Mungu anakuona. Ananiambia niombe. Nikamwambia lala. Mungu akasema nataka nikuonyeshe kitu. Wakati ninapitiwa na usingizi hivi, ghafla nashangaa paa la nyumba alipo. Paa limezuiliwa. Baada ya kuezuliwa paa, nikiangalia ukutani, inaona mpaka nje. Alafu ninamuona yule bibi ameshika jiwe. Ghafla akarusha lile jiwe, likawa linapita kwenye pale paa ambapo limeama. Jiwe linakuja saiti ya kitandani kwetu. Jiwe linashuka taratibu. Linashuka taratibu. Ni nini ambacho nataka nikuambie? Ukiwa una nguvu ya maombi, inaweza ikabadilisha hali ya hewa. Inaweza ikasababisha vitu vya ajabu vishindwe kwako. Inawezekana watu wanakung'atia meno na wamekukalia kabineti, wanataka wakuondoe maisha yako. Wewe mwenyewe haujui, lakini ukiwa na nguvu ya maombi, inaweza ikasambaratisha mabomu yote ya adui. Lile lilikuwa ni bomu la kusambaratisha ujauzito wa mke wangu. Jiwe likawa linashuka taratibu. Ghafla nikashangaa, nimeamka kitandani kwa macho haya ya kawaida. Nimekaa kitandani nalisubiria jiwe. Nimenyoosha mikono nataka nilidake jiwe. Jiwe limekuja mpaka saiti ya neti. Jiwe linashuka. Mke wangu amelala. Nimekaa kitandani nataka nilidake jiwe. Sasa ni kama nalitafuta jina la Yesu, ni kama nimelisahau hivi. Jina la Yesu kama silionioni hivi, kama sielewi jina sielewi hata namna ya kutaja. Nimebaki kunyosha mikono nataka nilidake jiwe.
Nguvu ya maombi sio nguvu ya kawaida. Ni nguvu ambayo inaweza ikasababisha, ikahamisha milima, ikasababisha mambo, hata kama umetekewa mitego gani. Kupitia nguvu ya maombi, nguvu ya maombi inaweza kufanya uwe salama katika maisha yako. Ilipofika site ya neti, limegusa neti jiwe, ndipo jina la Yesu linakuja. Nasema kwa jina la Yesu. Nasikia kitu nje kimedondoka. Kuanzia ile saa 9 nikaendelea kufanya maombi mpaka saa 11. Kipindi kile nilikuwa ninafanya mazoezi asubuhi. Imefika saa 11 nimeenda kwenye mazoezi. Saa 12:30 nimerudi. Nafika nyumbani, inachukua maji, nataka nikaoga. Nasikia hodi. Nikafungua geti, akaingia. Ni yule bibi anakuja kutusalimia. Anauliza, "Mmeamkaje baba?" Nikamwambia tuko salama. Akauliza, "Mama ajambo?" Nikamwambia mama ajambo. Anaendelea vizuri. Hakuongea chochote, akaondoka. Nikagundua alikuwa anataka ajue ni matokeo gani yametokea kwenye ile bomu alilolituma. Kumbe pasipo kujua liko jina la Yesu ambalo likilitaja jina hilo vitu vyote vinasambaratika. Lakini hauna ujasiri wa kulitaja jina la Yesu kama utadumu kwenye maombi. Ukiwa unadumu kwenye maombi, unaweza ukasambaratisha ngome zote za adui, ukabaki salama kwa uongozi wa Yesu Kristo. Lazima utembee kwenye kanuni ya maombi ili uwe salama katika maisha yako. Usipokuwa mtu wa maombi, nataka nikuambie, watakugalagaza wachawi, watakufanya mpira. Kule kwetu wanawapelekaga mikoloshoni. Mtu anaamka asubuhi anajiona mwili mzima unauma, lakini kwa sababu alichukuliwa usiku amekwenda kulimishwa kwenye mashamba ya mikorosho. Mimi sijui huku kwenu kuna mashamba ya mikahawa, sijui kuna mashamba ya alizeti, sijui kuna mashamba ya aina gani. Kama hautadumu kwenye maombi, watakupeleka mashambani, utakwenda kulima. Lakini nataka nikuambie, mtu mwenye maombi apelekwi popote. Jambo lolote linapokuja, yeye anaonyeshwa kwa sababu amedumu ndani ya maombi. Na ndio maana jioni ya leo ninakueleza ya kwamba lazima utembee kwenye kanuni ya maombi. Hiyo kanuni itakuweka salama, itakuvusha. Haleluya! Lazima uwe mtu wa maombi. Ukiwa mtu wa maombi katika maisha yako, utabaki kuwa salama. Utabaki kuwa salama. Hauwezi kuonewa na vinyamkela vyovyote vile. Hata kama watatuma majini, hata kama watatuma misukule, hata kama watatuma vitu gani, lakini ndani yako kuna nguvu ya maombi isiyokuwa ya kawaida. Hiyo nguvu inaweza ikasambaratisha hivyo vyote. Hiyo nguvu inaweza ikasababisha hivyo vitu vishindwe. Na ndio maana jioni ya leo ninakuambia ya kwamba dumu kwenye maombi. Ukidumu kwenye maombi, wewe sio mtu wa kawaida. Wewe sio mtu wa kawaida. Wewe ni namba nyingine. Ni namba isiyorogeka. Ni namba isiyogusika. Ni namba ambaye mtu yoyote akikosea kwenye namba hiyo anaweza kalipuliwa, kwa sababu nguvu iliyoko ndani yako sio nguvu ya kawaida. Ni nguvu ya hatari sana. Ni nguvu ambayo inaweza ikavunja mifumo yote ya kiulimwengu. Jitu lenye maombi, hata kama mifumo ya dunia ikawa imekataa, kwa sababu ndani yake ni jitu la maombi, anavuka kwenye mifumo ya kiulimwengu. Anavuka kwenye mifumo ya kiulimwengu kwa sababu ndani yake ana nguvu isiyokuwa ya kawaida. Ninaitamani hiyo nguvu ingie ndani yako. Ninatamani hiyo nguvu ingie ndani yangu. Ninatamani hiyo nguvu itembee ndani ya kanisa. Ikitembea, mambo makubwa yanatokea kwa nguvu ya maombi. Haleluya! Nguvu ya maombi. Maombi yanabadilisha hali ya hewa. Maombi yanabadilisha vitu, inasababisha vitu vitokee. Jambo la 4 na la mwisho, tunatiwa nguvu na Roho Mtakatifu.
tunatiwa nguvu na Roho Mtakatifu. Bila Yesu sisi hatuwezi kufanya lolote. Hii ndio sababu Yesu aliahidi na alimtuma Roho Mtakatifu ili kututia nguvu katika maisha yetu. Roho Mtakatifu yule aliyemfufua Yesu anadumu ndani yetu tukiwa tumekubali na kumpokea. Tukiwa tumekubali na kumpokea Roho Mtakatifu katika maisha yetu, tutabaki kuwa washindi. Tukiwa tumemkubali Roho akae ndani yetu, tutabaki kuwa washindi, tutabaki kuwa salama. Na ndio maana Yesu kabla hajapaa, alipowatokea wanafunzi wake, ukisoma katika kitabu kile cha Matendo sura ya 1 mstari ule wa 4, aliwaambia, aliwaachia ahadi ya kwamba wasitoke mjini, wabaki mjini mpaka watakapovikwa nguvu, kwa sababu walitambua ya kwamba pasipo nguvu za Roho Mtakatifu wao hawawezi kufanya jambo lolote. Maana dunia sio ya kawaida, maana mifumo ya kiulimwengu iliyoko mbele yao sio mifumo ya kuiendea kwa nguvu za kawaida. Lazima wapate nguvu za kutoka juu, lazima wapate uwezesho kutoka juu. Na ndio maana akawaambia wasitoke mjini. Ukisoma ule mstari wa 8 inasema ya kwamba mtapokea nguvu akisha kuachilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu kuanzia Yerusalemu, Samaria, Uyahudi na hata mwisho wa nchi. Tunapokwenda kuendelea mbele, ukisoma ile sura ya 2 kuanzia ule mstari wa 1, ndipo nguvu ziliposhuka. Nguvu zilishuka zikawa kila mmoja zimemkalia kila mmoja. Ile nguvu zilishuka kwa sababu wana kazi mbele yao. Iko kazi ya kukomboa ulimwengu, iko kazi ya kuwafanya watu kuwa wanafunzi wa Yesu. Sasa kuwafanya watu kuwa wanafunzi wa Yesu haihitaji nguvu za kawaida, inahitajika nguvu za Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Yesu alitambua, kama mimi ambaye ni Yesu mwenyewe, ni Mungu kamili, nimekutana na upinzani kiasi hiki, je, kwa wale ambao ninawaacha hapa duniani sitakuwa ni zaidi? Na ndio maana akaona lazima watiwe nguvu, lazima wapewe nguvu. Hiyo nguvu ndio itakayowawezesha wao kusurvive kwenye ulimwengu, wao kutembea wakiwa salama, maana pasipo hiyo nguvu hawawezi kufanya chochote. Na ndio maana jioni ya leo ninakueleza ya kwamba pasipo nguvu za Roho Mtakatifu hatuna ujanja wowote. Ujanja wetu ni kwa sababu ziko nguvu za Bwana. Hauna uwezo wa kushinda mifumo ya kiulimwengu pasipo nguvu ya Roho Mtakatifu. Hauna uwezo. Dunia ina mambo ya ajabu, ina mambo ya hatari, ina mambo yasiyokuwa ya kawaida. Inahitaji nguvu, inahitaji nguvu, tena ni nguvu za Roho Mtakatifu. Hizo nguvu ndizo zitakazotuwezesha kushinda mifumo yote. Hizo nguvu ndizo zitakazotuwezesha kushinda mifumo ya kidunia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Usiogope mambo yaliyoko ulimwenguni, hata kama mambo yanatisha kiasi gani, hata kama mambo ni magumu kiasi gani, lakini ziko nguvu za Roho Mtakatifu ambazo zinaweza zikakuvusha. Tukiwa tumekubali kumpokea Roho Mtakatifu kuwa ndani yetu, nataka nikuambie jioni ya leo utakuwa na nguvu zisizokuwa za kawaida. Hizo nguvu zinaweza kukuvusha kwenye mambo yote ya kiulimwengu, kwenye mifumo yote ya kiulimwengu. Wakati mwingine mifumo ya kiulimwengu inakuwa ni migumu, lakini lazima uwe na nguvu za Roho Mtakatifu ili uweze kuvuka. Lakini kama hauna nguvu za Roho Mtakatifu, unaweza ukapelekwa huku na kule, unaweza ukapepelushwa huku na kule, unaweza ukakufanya msukule, wanaweza
kufanya vyovyote kwa sababu hauna nguvu. Lakini jioni ya leo tamani kuwa na nguvu, tamani kujaa nguvu za Roho Mtakatifu, ili ndani yako uwe mtu usiyekuwa wa kawaida, uwe mtu usiyekuwa wa kawaida. Nguvu za Roho Mtakatifu zikiingia ndani yetu zinatusababisha kuishi maisha ya ushindi. Lazima tuishi maisha ya ushindi kupitia nguvu za Roho Mtakatifu. Jioni ya leo tamani kutembea kwenye hizi kanuni ili uishi maisha ya ushindi. Tukiwa tunatembea kwenye hizi kanuni, tutaishi maisha ya ushindi, tutaishi maisha ya ushindi. Au masimama juu pale ulipo, simama juu pale ulipo, simama juu pale ulipo. Tambua kwamba upo katika vita vya kiroho. Ili uweze kushinda, lazima ujue kwamba upo katika vita vya kiroho. Pamoja na hayo yote, lakini unatakiwa utambue kwamba Yesu ameshinda. Na Yesu kwa sababu ameshinda, hata wewe na mimi ambaye tunamwamini tuna uwezo wa kushinda. Jambo jingine, lazima uwe unadumu kusoma neno la Mungu. Neno la Mungu liwe linakaa ndani yako. Neno la Mungu likikaa ndani yako, utashinda mifumo yote ya kiulimwengu. Hata majaribu yatakuja, una uwezo wa kushinda kwa sababu neno liko ndani yako. Jambo la tatu, lazima uwe mtu wa maombi. Ukidumu katika maombi, una uwezo wa kushinda mifumo ya kiulimwengu. Una uwezo wa kushinda hata mambo magumu na mazito yatakapokuja, unaweza ukashinda kwa sababu nguvu ya maombi inaweza ikabadilisha hali ya hewa. Na jambo la nne na la mwisho, lazima umruhusu Roho Mtakatifu aingie ndani yako. Nguvu ya Roho Mtakatifu ikiwa imejaa ndani yako, inaweza ikasababisha kuleta mabadiliko ndani ya maisha yako. Hata kama majaribu yatakuwa ni makali kiasi gani, kupitia uongozi wa Roho Mtakatifu unaweza ukashinda. Jioni ya leo tamani nguvu za Roho Mtakatifu zitembee ndani yako. Inawezekana unatamani sana utembee kwenye kanuni za kimungu. Inawezekana unatamani sana utembee kwenye mfumo ambao Bwana ameuahidia, ameukusudia katika maisha yako. Iko nafasi jioni ya leo ya kumwendea Bwana na kumuita. Yeye atakuwezesha, atakuwezesha, maana hatuwezi kwa akili zetu, tunawezeshwa katika yeye Bwana. Yeye ndiye anayetuwezesha. Hatuwezi kwa ujanja wetu, hatuwezi kwa elimu zetu, hatuwezi kwa nguvu zetu. Tunaweza isipokuwa yeye ndiye anayetuwezesha. Jioni ya leo tamani kuwezeshwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Yuko Yesu anayetenda. Iko nguvu za Roho Mtakatifu ambazo kitamani hizo unaweza ukapasua mifumo yote ya kidunia. Inawezekana wakati mwingine mifumo ya kidunia inamipingana na mifumo ya imani yako, lakini ukiwa na uongozi wa Roho Mtakatifu unaweza ukapenya katika mifumo yote. Hata kama majaribu yakaja ndani yako, ukiwa na nguvu za Roho Mtakatifu unaweza ukapenya katika majaribu na vikwazo vyote. Jioni ya leo mimi sijui unapitia jambo gani, lakini nataka nikuambie pamoja na yote unayoyapitia, wala usiogope. Unaye Yesu aliyeshinda kifo, mauti na dhambi. Hata na wewe una uwezo wa kushinda kwa uongozi wa Roho Mtakatifu. Jioni ya leo tamani kuwa na nguvu za Roho Mtakatifu ili zikuwezeshe kushinda mifumo ya kidunia, ili zikuwezeshe kutembea kwenye kanuni za kimungu, ili zikuwezeshe kuishi maisha ya usalama na amani. Inawezekana umekosa amani, inawezekana magonjwa yanakuandama, inawezekana balaa na mikosi inakuandama. Umejaribu kuikataa lakini umeshindwa kwa akili zako, hauwezi. Iko nguvu ya Mungu jioni ya leo ambayo inaweza ikakutoa. Iko nguvu ya Mungu jioni ya leo ambayo inaweza ikakuvusha. Kama kuna jambo lolote ambalo natamani Bwana aweze kutenda katika maisha yako, inawezekana unapitia wakati mgumu, inawezekana kuna jambo linakusumbua, unaweza ukachukua tendo la imani ili tuweze kuomba pamoja na wewe, ili tuweze kuomba pamoja na wewe. Yesu yuko mahali hapa, anaweza akatenda katika shida yako, anaweza akatenda katika mapito yako, anaweza akatenda
kutenda katika changamoto yako. Haijalishi una changamoto gani, haijalishi unapitia jambo gani, lakini jioni ya leo yuko Bwana anayeweza kutenda, yuko yeye anayeweza kubadilisha hali ya hewa. Pita mbele, nataka tukaombe pamoja na wewe. Pita mbele, nataka tukaombe pamoja na wewe. Iko nguvu ya maajabu mahali hapa ambayo inaweza ikabadilisha historia ya maisha yako. Inawezekana historia ya maisha yako inasomeka vibaya, lakini jioni ya leo iko nguvu ya Mungu ambayo inaweza ikakutoa kwenye historia ya maisha yako. Inawezekana magonjwa yamekuandama, lakini jioni ya leo iko nguvu ya Mungu ambayo inaweza ikakutoa kwenye hayo magonjwa ulionayo. Hata kama unaumwa magonjwa sugu, madaktari wamekuambia haiwezekani kupona, pita mbele, iko nguvu ya Mungu inayoweza kukutoa. Unaweza ukapita mbele, nataka tukaombe pamoja na wewe. Inawezekana balaa na mikosi imekuandama, au tuitaisha lini. Nataka nikuambie, pita mbele, yuko Mungu ambaye anaondoa balaa na mikosi. Iko nguvu ya Mungu isiyokuwa ya kawaida ambayo inaweza ikakutoa kwenye balaa na mikosi. Hata